upande wa kanisa, Bishop Chule, Mheshimiwa rafiki yangu Mheshimiwa James Baluka, gavana wetu, Gavana Mutula Kilonzo, viongozi wote, Baitu Meyaseo, Meyaseo ingi, Meyaili Museo, Mafida Onde. Asante sana. Nimekuja hapa kuleta rambirambi zangu kwa rafiki yangu James Baluka kwa sababu ya kuachwa na huyu mrembo wetu Nelias. Tumeambiwa hapa tukue na something called candid conversation. Hiyo jenzi wameniambia. Na mimi nakubali kwamba tukue na candid conversation. Unajua jana tuliona hata watu wameingia kwa serikali. Na ni muhimu. Nasikia watu wakiambia Baluka uingie serikali. Kuja nitakupatia amani bila utaanza na bila utakamilisha. Lakini niseme kitu kimoja. Unajua sisi kama serikali kuna mambo mengi sana ambao tumeweza na kuna mengine ambao hatukuweza. Kwa mfano hapa katika kaunti ya Makueni tuko na maneno ya madini, na huyu gavana amekuja kwangu, amenisumbua mara mingi, akaniambia ile sharing ya revenue ya madini kuna kopa hapa katika Makueni. Makueni itapata share yake ya kopa lini? Mimi sikuwa na jawabu. Sasa wewe gavana utakuja Joho atakuambia. Pia tulikuwa na shida. Mambo mengi sana tumeweza. Lakini mnajua kuna ile fund inaitwa Hustler Fund. Watu milioni 12 wamekopa pesa ya Hustler Fund, wametoroka nayo. Tukajaribu kuwafuata, imetushinda. Tukaambia Oparanya, unaonekana hiyo kazi unaweza, kuja utafuta hiyo pesa. Watu milioni 12 ambao wanakuja. Huko kwetu Mheshimiwa Kete naweza kuambia kahawa iko na shida sababu cooperatives zimekataa na pesa ya wakulima. Sisi kama Kenya Kwanza tukajaribu kupata hiyo pesa, ikatushinda. Tukaambia Oparanya, kuja utusaidie hiyo kazi ya kutafuta hiyo pesa ya kahawa. Unajua hii kazi ni kusaidiana, ama si kweli? Tukatoka hapo, tukaangalia, mkatufanyia makelele, mambo ya bei ya mafuta. Mpaka mkanibidi mimi kuambia mchimbe kisima yenu. Sasa mkaniambia kisima hamwezi kuchimba. Tuliposhindwa na hiyo kazi, tukaenda mpaka huko pale inaitwa Uguja. Tukafuta mtu anaitwa James Opiyo Wandayi. Tukamwambie Opiyo Wandayi, tupatie formula ya kuteremsha bei ya nini? Ya mafuta, sababu hiyo kazi imetushinda. Sababu hii kazi hii Kenya ni yetu zote na kazi imetusaidia kusaidiana. Sasa ile ambayo sasa ilikuwa ngumu zaidi, madeni ndio hiyo. Tukajaribu kupata ushuru, mkatuambia tusipate ushuru, tusiongeze ushuru. Tukauliza sasa hii maneno ya housing na maneno ya healthcare na maneno hii mambo yote tuko nayo, maneno ya elimu 650 billion ambayo tunatumia maneno ya elimu, tutatoa pesa wapi? Hiyo maneno ikakuwa kizungumkuti. Tukaingia mpaka pale Suba, tukatafuta jamaa tulikuwa tunasema na yeye anaitwa John Badi Ng'ong'o. Tukamwambia kuja tupatie hiyo formula.